Kiukweli kwenye ligi yetu kwa sasa kuna wachezaji ambao wana talanta kubwa sana kwenye ligi yetu. Ukiangalia timu nyingi zimefanya usajili katika dirisha dogo, especially klabu ya soka Simba. Ukiangalia kwenye timu hizi kubwa, Simba, Yanga, Azam, timu ambayo imepata wachezaji ambao kiukweli wamekuja kuwa na impact moja kwa moja kwenye timu ni Simba. Usajili wa Libase Gwe, ukiangalia Libase Gwe toka amejiunga na Simba amekuwa na consistency na amekuwa na kiwango bora sana yani mchezaji ambaye kiukweli Simba wanaamini ya kwamba wangeanza naye msimu Simba wangekuwa mbali sana. Hata kwenye ligi pengine wangekuwa hata wanaongoza. Hata ligi ya mabingwa wangefika mbali. Na ukiangalia mchezaji mwingine kama Anseti Oura, kiukweli ni mchezaji ambaye alikuja Tanzania, watu wakawa wanambeza, wakawa wanaona kama vile ni mchezaji ambaye ana muda mrefu hajacheza. Ukiangalia baadhi ya wachambuzi walimponda, lakini akaja kwa prove wrong. Na ukiangalia ana performance nzuri sana. Yaani Simba kwa sasa hivi kwa Tanzania hii ukitaja timu ambayo ina mawinga bora kwa sasa ni Simba, Anseti Oura, Libase Gwe. Na mchezaji mwingine ambaye aliingia katika dirisha dogo ni Ismail Tule. Ukiangalia Ismail Tule alipojiunga Simba kiukweli watu walisema ni mchezaji ambaye na yeye ana muda mrefu hajacheza, lakini angalia sasa hivi leo hii yule mtu ambaye alikuwa anasema alikuwa anamuongelea vibaya Ismail Tule, inabidi akamwombe tu msamaha kwa sababu ni mtu ambaye hana maneno mengi, yeye anafanya kazi. Kiukweli amekuwa na kiwango bora sana toka amejiunga ndani ya klabu ya soka Simba. Yaani anakuwa anafika kwenye matukio kwa wakati sahihi, anajua ni wakati gani wa kupoka mpira, anajua ni wakati gani wa kuachia pasi, anajua ni wakati gani wa kudefense, anajua ni wakati gani wa kushambulia. Yaani ni mchezaji ambaye kiukweli kwangu mimi ananivutia pale ndani ya klabu ya soka Simba katika eneo la defensive. Na ukiangalia mchezaji mwingine ni Nixon Kibabage. Nixon Kibabage ameingia katika dirisha dogo. Ukiangalia Nixon Kibabage na yeye ni mmoja wapo wa wachezaji ambao wameingia katika dirisha dogo, lakini wamekuwa na impact moja kwa moja. Simba katika eneo la namba 3 toka alivyoondoka Mohamed Hussein Shabalala, wakamsajili Anthony Mligo, lakini Anthony Mligo hakuwa na ule uwezo wa kuvaa vile viatu vya Shabalala. Kwa hiyo Simba katika dirisha dogo wakamleta Nixon Kibabage. Na ukiangalia ule upande kiukweli Nixon Kibabage anautendea haki. Na usajili mwingine ambao Simba wameufanya ni wa kumsajili goalkeeper Mamadou Tanja Kasali. Unajua moja wapo ya kitu ambacho kimewapelekea Simba kufeli katika hatua ya makundi kwenye ligi ya mabingwa ni eneo la goalkeeping. Ukiangalia alikuwepo nani huyu goalkeeper kutoka JKT, nani huyu Yakubu. Ukiangalia mechi za awali zile, kwenye mechi zile za makundi alikuwa na makosa mengi sana. Yaani makosa mengi sana ambayo aligharimu timu, lakini wamekamleta Mamadou Tanja Kasali. Na ukiangalia amekuwa na performance nzuri ndani ya klabu ya soka Simba kwa sasa. Kwa NBC ameingia dirisha dogo, ana clean sheet 12. Ukiangalia kina Gigi Diarra toka ameanza msimu ana clean sheet 10 na ngapi? Mamadou Tanja Kasali ana clean sheet 11, Gigi Diarra clean sheet 12. Kwa hiyo wamepishana clean sheet moja tu nadhani kama sikosei. Kama sio Diarra na 13 huyu ana 12, na hisi kitu kama hicho kama sijakosea. Kwa hiyo ukiangalia kwa upande wa eneo la goalkeeping Simba amekuwa na goalkeeper ambaye kidogo ana uimara tofauti na Yakubu Suleiman alipokuwa golini. Kwa hiyo naweza kusema kwamba timu ambayo imenufaika na usajili katika dirisha dogo ni Simba. Na ukiangalia kwa upande wa Yanga bwana, kiukweli wamemsajili bwana mdogo Alan Okero. Ni mchezaji ambaye ni very talented player, yani sikufichi yani very talented player. Unajua Alan Okero watu walikuwa na disrespect sababu alipofika hakuanza vizuri, lakini ukiangalia kwa mtu ambaye aliangalia michuano ya kombe la Afcon msimu uliopita, mwaka uliopita, atakuwa anamjua vizuri Alan Okero akiwa na timu ya taifa ya Uganda. Alifanya poa sana, alikimbiza sana, ndio mchezaji ambaye alikuwa anapiga set pieces zote za Uganda za Cranes, na hata penalty alikuwa anafunga vizuri. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye kiukweli mimi naamini kwamba Yanga wamepata mchezaji ambaye ana talanta kubwa sana. Kwangu mimi kwenye ligi yetu ubingwa nampa Yanga 70%. 70% nampa Yanga, anaweza akachukua ubingwa. Sio anaweza akachukua, yani kwangu mimi ubingwa nampa Yanga moja kwa moja. Simba anaweza kumchallenge, lakini nikiangalia mechi zilizobaki sijaona timu ya kuweza kuichallenge Yanga ili iweze kumzuia asiwe bingwa. Hata Simba mwenyewe kuna baadhi ya mechi unaona kabisa na struggle kupata matokeo. Kwa bado huwezi ukasema eti Simba anaweza kupata kuwa bingwa.
ila moja kwa moja mimi nampa Yanga ubingwa kwa sababu yeye ndio favorite wa kuwa bingwa na ndio bingwa mtetezi mpaka sasa hivi. Na ukiangalia mpaka sasa hivi yeye ndio yupo kileleni. Kwa hiyo lazima tumpe kuwa yeye kwa lazima tumpe kipaumbele yeye kuweza kutoa ubingwa. MVP hilo halina mjadala, Faisal Salum Feitoto ndio MVP. Haijalishi wachezaji wengine watafanya vipi, lakini Faisal Salum Feitoto msimu huu amekuwa na msimu bora sana. Sidhani kama kuna mchezaji ambaye amemfikia Feitoto kwa performance, kwa namba mpaka sasa. Haijalishi yote itakavyokuwa, lakini Faisal Salum Feitoto ndio MVP wa mwaka huu. Kiungo bora ni Faisal Salum, sijaona brother mimi. Beki bora Hussein The Rock, sijaona. Golikipa ndo tutakuja kuangalia kwenye clean sheet Unajua tena ndo mara nyingi watu tunatumia kwenye clean sheet. Kwa hiyo atakayekuwa na clean sheet nyingi ndo golikipa bora.